Kile kimefanya tuwe hapa, hatutagoja ama tuangalie tuone nyumba zingine zikibomolewa hapa Kenya kama tu. Kwa hivyo hatutagoja nyumba zingine tuone zikibomolewa hapa Kenya, na ndio tumekuja hapa ili tuweze kusimama na nyinyi, kwa sababu kuna kitu kinaweza fanyika. Hata kama kuna kitu haikuenda sawa hapo mkinunua, kuna negotiation zinaweza endelea, lakini watu wasibomolewe nyumba. Kwa hivyo tumekuja hapa na sisi tuko tayari kusimama kwenye pengo. Kama hiyo familia ya Kirema haina watu wa kuamini, sisi kama Association of Real Estate Kenya tuko tayari tusimame kwenye pengo, tuhakikishe hakuna mtu amebomolewa nyumba. Jambo lingine la muhimu zaidi, na hii ndio ningetaka tuweze kusikia, ndio sasa hata wale ambao wamenunua na wale ambao wako na plot zao hapa, kile cha muhimu lazima kuwe na mazungumzo ili tuweze kupata title deed, ndio tusiwe na wasiwasi hata maisha ya baadaye, kwa sababu tunaweza vumilia saa hii lakini baadaye tukuje kutishwa. Kwa hivyo tunasimama kwenye pengo, tuhakikishe kama ni mazungumzo itakuwa, ndio hata mambo mengine yakifanyika tuhakikishe umepata hati miliki, ndio wasiwasi uishe na watu waishwe na pressure katika jina la Yesu. Vijana, wamama. Sasa kwanza wacha niwashukuru kwa kujitokeza, na hata nikianza kuongea, unajua tulifundishwa mambo ni ngapi, si ndio? Jambo la kwanza ni hakuna kubomolewa, si ndio? Jambo la pili ni hakuna kubomolewa, si ndio? Na jambo la tatu ndio hivyo sasa. Sasa hii mambo ya shamba, wacha nianze pale juu kwa mambo ya kesi. Hii kesi imeendelea kwa muda mrefu sana, si ndio? Hii judgment imetoka juzi, ikasema mambo ya advance possession haijaproviwa kutosha, kwa hivyo shamba irudi wapi? Kwa Kirema, si ndio? Alafu huyo judge pia akasema eviction itafanyika after 31st December 2023, si ndio? Sasa mimi niliketi, unajua pale nimetoka, na mjanga wetu mimi si mwanasiasa sana, lakini mimi mwanafunzi mzuri, si ndio? Kitu sitafanya ni kudanganya wananchi wangu, si ndio? Mimi nimekuja hapa tuongee ukweli, but at the end of the day tujue hakuna mtu anabomolewa kitu hapa, si ndio? Tumekuja hapa tupate suluhisho, na sijakuja hapa kupiga siasa. Nimekuja hapa tuongee ukweli ndio tujue vile tunaendelea mbele, si ndio? Sasa kuna hiyo ruling, lakini procedure, hata huyo judge vile alifanya hiyo ruling na akasema hiyo mambo yote alisema, kuapili hiyo kesi isikuwe ndio kitu tunategemea, si ndio? Lakini lazima tuapili, si ndio? Na ni kwa nini mimi nasema tuapili? Ni hivi, hii mambo ile wananchi wanaafektiwa na hiyo judgment ni wengi sana, si ndio? Kama tunataka watu wa kuwa evicted mahali popote kwa nchi yetu ya Kenya, wacha hiyo judgment ikutoke kwa Supreme Court, si ndio? When the gazettement of Kamkunji County, this was taken to Parliament through public participation. Is there a way that you can take this matter to Parliament? I think there is possibility. It was one. Nimeona leo nikafurahi sana. Karauni nimekuona, nimefurahi sana. Nimekualika mahali hapa. Watu wamekuwa kiuliza huyo Karauni anakaa sura gani? Mumemuona leo? Mumemuona leo? Habari zenu tena. Karibuni Twiga. Hapa huko ni Twiga. Ni kwa majina because of time. Na anapoongea mzee wetu Mohamed kwa karibu ongee
tuko na kama watu wawili tu, just 1 minute. Tuwe kama wazungu ndio tuingie kwa mheshimiwa wetu MCA. Can you spearhead a centralized resident organization with a slim team that can help you at the session so that we have a structured way of resolving this matter? We don't want to create a lot of stories around it. I think that one. Upande wa highlights, karibu sana. Huyo mwalimu amelia sana na akasema sasa yeye maisha yake yote ni wapi? Na sasa tunaona ni retire, hata yeye imeenda sana. Sasa akianza kuhangaishwa itakuwa namna gani? Okay, tunasonga vizuri sana. Kwa hivyo ningependa kuita ndugu yetu Ken Onyango. Ndio. Na hii shida yote ni shida yetu sisi pamoja. Kwa hivyo tuko na mwakilishi ya Kamatuto, Harrison Kibidi. Kuja nena kwa ufupi sana ndugu yangu na tusonge mbele. Mheshimiwa mimi nawaambia hivi, wakati nimesikia Karauri anakanyanga hii kiwanja na anakuja kuongea kwa ajili ya issue hii imeisha. Anapendeza. Bwana asifiwe. Na umeona yao. Interested in this matter. Most of us are very kile kimefanya tuwe hapa, hatutagoja ama tuangalie tuone nyumba zingine zikibomolewa hapa Kenya kama tu. Watu wamelia ya kutosha, hata mkizima. Kwa hivyo hatutagoja nyumba zingine tuone zikibomolewa hapa Kenya, na ndio tumekuja hapa ili tuweze kusimama na nyinyi, kwa sababu kuna kitu kinaweza fanyika. Hata kama kuna kitu haikuenda sawa hapo mkinunua, kuna negotiation zinaweza endelea, lakini watu wasibomolewe nyumba. Kwa hivyo tumekuja hapa na sisi tuko tayari kusimama kwenye pengo. Kama hiyo familia ya Kirema haina watu wa kuamini, sisi kama Association of Real Estate Kenya tuko tayari tusimame kwenye pengo, tuhakikishe hakuna mtu amebomolewa nyumba. Jambo lingine la muhimu zaidi, na hii ndio ningetaka tuweze kusikia, ndio sasa hata wale ambao wamenunua na wale ambao wako na plot zao hapa, kile cha muhimu lazima kuwe na mazungumzo ili tuweze kupata title deed, ndio tusiwe na wasiwasi hata maisha ya baadaye, kwa sababu tunaweza vumilia saa hii lakini baadaye tukuje kutishwa. Kwa hivyo tunasimama kwenye pengo, tuhakikishe kama ni mazungumzo itakuwa, ndio hata mambo mengine yakifanyika tuhakikishe umepata hati miliki, ndio wasiwasi uishe na watu waishwe na pressure katika jina la Yesu.